msikilizaji pamoja na mtangazaji wetu wa Afya Radio. Ni siku nyingine tena ambayo Mungu wetu ameifanya tushangilie na kufurahi. Nipende kukukaribisha msikilizaji wa Afya Radio. Popote pale ulipo, karibu sana. Ni siku njema tena ambayo Mungu ameifanya tufurahi na kushangilia. Tumekuja na habari njema tena siku ya leo. Jumapili, majira haya ya muda huu wa saa 1:37. Tamani sana kukukaribisha msikilizaji katika kipindi hiki cha maarifa ya mbinguni duniani kwa watu wote. Kipindi hiki cha maarifa ya mbinguni duniani kwa watu wote. Basi nipende tu popote pale unaponisikiliza, mwalike jirani yako ndani ya kipindi hiki cha uponyaji tena, tukiwa tunaendelea mfululizo wa vipindi vyote vinavyoendelea mahali hapa. Chukua nafasi hii kuomba dakika. Baba Mungu, katika jina la Yesu nakupa heshima na utukufu kwa ajili ya asubuhi ya leo. Ni asubuhi njema ambayo umeifanya kwa ajili ya kila msikilizaji kutokea vipindi vyote vilivyopita. Bwana Mungu, umekuwa mwaminifu juu yake, umemwamsha salama, na yule ambaye Bwana bado hajaamka, ninaomba Mungu basi majira haya tena neema yako ambayo hujawahi kuisahau kuiachilia kwa ajili ya watoto wako, basi usimwache hata msikilizaji mmoja kutokea eneo lolote lile, upande wowote ule. Nikushukuru kwa sababu wewe Mungu ni mkuu sana, wala hakuna Mungu mwingine. Asante kwa ajili ya uongozi mzima wa vipindi vyote vinavyoendelea hapa Afya Radio. Baba, nakushukuru sana kwa sababu wewe ni mwaminifu na ndiye unaitupa uhai. Asante kwa sababu ya uaminifu wako wa nguvu na mamlaka, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Karibu sana msikilizaji wangu wa Afya Radio. Leo tutashare kidogo maneno yanayosema nimetumwa kukuamsha katika hali ya kukata tamaa. Nimetumwa kukuamsha katika hali ulionayo ya kukata tamaa. Karibu sana msikilizaji, uende pamoja na mimi tunapozungumza kwa habari hii ya kwamba nimetumwa leo. Nimetumwa kukuamsha katika hali ya kukata tamaa. Nimetumwa kukuamsha. Nimetumwa kukuamsha. Msikilizaji, naomba unisikilize kwa makini sana. Maneno haya ninayokuletea asubuhi ya leo yatakuwa ni ufunguo mkubwa sana juu ya maisha yako. Na yatakupa kuanza kwa nguvu isiyokuwa ya kawaida. Yatakupa kuanza kwa nguvu isiyokuwa ya kawaida. Sikiliza msikilizaji, kila mwanadamu hapa duniani yupo safarini. Mimi nipo safarini, hata wewe unayenisikiliza upo safarini. Kuna mahali unatoka na kuna mahali unaenda. Katika kipande chochote kile, kuna mahali unatoka, kuna mahali unakwenda. Hata kimaisha kuna mahali unatoka, kuna mahali unakwenda. Vile vile hata kwenye maisha ya kawaida kabisa ya ndani, sikilizaji, kuna mahali unatoka, kuna mahali unaenda. Na pale unapoenda, unatamani sana ufike ukiwa na amani, ufike ukiwa na furaha, ufike ukiwa lile kusudi ambalo Mungu aliliweka kwa hilo ufike nalo. Kila mtu kuna mahali anatoka. Tuko safarini. Kibiashara tuko safarini, kiuchumi tuko safarini, kiinchi tuko safarini. Kila upande tunapotaka kuzungumza, kuna mahali unatoka, kuna mahali unaenda. Kuna mahali unaenda. Msikilizaji, safari ulionayo inahitaji mapambano makubwa sana ya kiroho. Ni jambo la kwanza ambalo nataka msikilizaji ulifahamu. Safari yoyote ulionayo inahitaji mapambano ya kiroho. Kama hujafahamu mapambano ya kiroho, msikilizaji, ni ngumu sana ukafika pale unapotakiwa kufika. Safari yoyote, uwe mama upo kwenye ndoa, uwe baba upo kwenye ndoa, upo kwenye uchumi, uwe mwanasiasa, uwe nani, uwe kiongozi katika eneo fulani, safari yoyote
inahitaji mapambano ya kiroho. Ninapozungumzia kiroho, ninamaanisha inahitaji mapambano katika ulimwengu usioonekana kwa macho ya damu na nyama. Sikiliza msikilizaji wangu, ulimwengu huu unaouona, tunaonana mimi na wewe, tunasikilizana, huu unaitwa ulimwengu wa damu na nyama. Sasa ninaongelea ulimwengu ule wa kiroho ambao kimsingi mambo yanaweza kufanyika na mtu anaweza kusafiri asionekane katika ulimwengu wa mwili, lakini anasafiri. Mtu anaweza kutafuta kufika asionekane katika ulimwengu wa kimwili, lakini anaondoka. Nisikilize msikilizaji, vyanzo vya mambo yote ni kuanzia katika ulimwengu wa roho. Hata safari unayoiona katika ulimwengu wa kimwili, kabla haijaruhusiwa kutenda kazi au kuondoka kwenye ulimwengu wa kimwili, lazima kwanza ianze kwenye ulimwengu wa kiroho. Lazima ianze kwenye ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo ulimwengu wa kiroho ni ulimwengu usioonekana kwa macho ya damu na nyama. Sasa kwenye ulimwengu wa kiroho kunaweza kuwa na mapambano. Sasa nataka nikutambulishe wewe sasa kwamba safari yoyote ulio nayo inahitaji mapambano katika ulimwengu wa roho, ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa kiroho. Nataka utambue kwanza ulimwengu wa kiroho. Sikiliza msikilizaji, Mungu ana mpango na wewe. Kila mwanadamu, Mungu ana mpango na wewe, na mpango wa Mungu ni ili jina lake liwe na utukufu duniani. Mungu hana mpango. Mwanadamu unaweza kuwa huna mpango na Mungu, lakini Mungu akawa na mpango na wewe. Lakini kwa nini Mungu anakuwa na mpango na wewe? Kwa sababu anatafuta utukufu duniani. Na ndio maana alipowaza namna ya kuleta ukombozi duniani, akasema ni mtume nani? Yesu akajitokeza akasema, nitume mimi, mtume Bwana. Mimi ndiye nitakayekwenda kumwokoa mwanadamu na dhambi zake. Nitakwenda kumwokoa mwanadamu na dhambi zake. Maana yake ni nini? Maana yake Mungu ana mpango na wewe, na sio wewe una mpango na Mungu. Kwa sababu huna kitu utakachompa Mungu, ila Mungu ana kitu atakachokupa wewe. Na ndio maana tunasema safari yoyote inahitaji mapambano katika ulimwengu wa kiroho. Safari yoyote inahitaji mapambano. Na kama msikilizaji haujayatambua mapambano katika ulimwengu wa kiroho, sikia maneno haya. Biblia inasema hivi, lakini kushindana kwetu, anaanzia Waefeso sura 6 ile mstari ule wa 10, wa 11, wa 12. Biblia inasema hivi, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Tunaambiwa sisi wanadamu kwamba hatimaye tuzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Ule mstari wa 11 inasema, vaeni silaha zote za Mungu. Tuvae silaha kwa namna gani? Silaha za kazi gani wakati sisi ni watu wa Mungu? Asema, vaeni silaha zote za Bwana ili mpate kuzipinga hila za nani? Hila za shetani. Mstari wa 12 unasema hivi, kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, mamlaka, wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Nataka msikilizaji uelewe kwamba tunapoishi katika ulimwengu wa mwili, tunapaswa kuelewa nguvu katika ulimwengu wa roho. Mambo mengi yanaweza kusababisha ukashindwa kwenye ulimwengu wa mwili, lakini ulimwengu wa roho, kabla hujashindwa ulimwengu wa mwili, ukawa tayari ulishashindwa kwenye ulimwengu wa roho. Na nataka nikwambie hivi, kabla hujaujua ulimwengu wa kimwili huu ambao unaonekana kwa macho ya damu na nyama, msikilizaji, unatakiwa kwanza ujue ulimwengu wa kiroho. Unatakiwa kwanza uelewe ulimwengu wa kiroho, kwamba ulimwengu wa kiroho ndio umebeba matokeo
ya haya unayoyaona, iwe kwenye biashara, iwe kwenye kazi, iwe kwenye ndoa, iwe kwenye miaka ya ubinti wako, miaka ya ujana wako, yote unayoyaona kabla hujayaona tayari yameshaonekana kwenye ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa kimwili, maana yake unayaishi matokeo ambayo tayari yalishatoka kwenye ulimwengu wa kiroho. Msikilizaji, twende pamoja kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 14 na 19. Twende pamoja. Waefeso 6 mstari wa 14 hadi wa 19 imeandikwa. Ninasema, basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni. Na kuvaa diria haki kifuani. Na kuvaa diria haki kifuani. 15. Na kufungiwa miguu tayari. Na kufungiwa miguu tayari. Watao kwa injili ya amani. Kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani. Ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote ya mwenye. Ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale ya huyo mwovu. Yenye moto ya yule mwovu. Yenye moto ya huyo yule mwovu. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu. Na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati. Ukikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Na ukikesha kwa ajili ya jambo hilo, kwa ajili ya kuwaombea watakatifu wote. Ndio. Pia na kwa ajili yangu mimi. Na kwa ajili yangu mimi. Nipewe usemi kwa kufungua kinywa changu. Nipewe usemi kwa kufungua kinywa changu. Nihubiri kwa ujasiri ile siri ya Injili. Nihubiri kwa ujasiri ile siri ya Injili. Amen. Amen. Sikilizaji, nataka uyakoti yale maneno ya kwanza. Amen. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni na dirii ya haki kifuani. Amen. Huyu ni mtume Paulo anazungumza. Amen. Na anajaribu kuliambia taifa la Mungu. Ndio. Anajaribu kuwaambia Wakristo. Amen. Anajaribu kuwafungua ufahamu. Amen. Kwamba kwenye vita vyote tunavyoviona kwenye ulimwengu wa mwili, maana yake kuna ulimwengu wa roho. Amen. Kwenye hali zote tunazoziona, amen, kwenye ulimwengu wa mwili, ndio, kwanza kwenye ulimwengu wa roho, zimeshatengenezwa. Sasa anashauri kanisa, anashauri taifa, anashauri wanandoa, anashauri wasomi, anashauri watu wa aina zote, kwamba simameni hadi mmejifunga kweli viunoni mwenu. Lakini anasema na dirii ya haki kifuani mwako. Haleluya, haleluya, haleluya. Nisikilize msikilizaji, nimetumwa kukuamsha kwenye hali yoyote ambayo haionyeshi majibu mbele yako, kwenye mapambano yoyote ambayo hayaleti majibu mbele yako, kwenye jambo lolote ambalo halina majawabu mbele yako, sikiliza, 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 simama imara. Hali umejifunga, kwa lugha nyepesi, kumbe ukikosa kweli, kuijua kweli, kuifahamu kweli, huyu anasema, Mchungaji Kapanga, ukweli gani sasa? Unaweza kuwa unajua, lakini unayajua ya mwilini, hauyajui ya rohoni. Sasa mimi nakuamsha utoke kwenye ya mwilini, urudi kwenye ya rohoni.
na ndio maana anasema Ndio. hali umejifunga utayari. Amen. Kwa nini utayari? Amina. Maana yake kwenye jambo unalohitaji linahitaji mapambano, Amina, 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 na utayari pia. linahitaji mapambano, Amina. linahitaji utayari, Amen. linahitaji ufahamu kweli, Amen. linahitaji ujue ujifunge nguvu Ndio. katika viuno vyako Amina. na diria haki, Amen. kwamba unapambania haki, Amina. ama haki ya ndoa, ama haki ya afya, ama haki ya taifa. Sikilizaji, mapambano huwezi ukayaepuka, lakini mapambano Amen. pasipo kujua ni kazi bure. Amina. Mapambano Amen. hata kama uyataki yatakufuata, lakini inategemea unapambanaje hayo mapambano yako. Amen. Sikilizaji, nipige hatua. Amina. Elia aliwahi kuchoka, Amen. alichoka mbele ya Yezebeli pamoja na mume wake Ahabu. Amina. Elia anapambana mapambano ya kutetea taifa la Israeli, Amen. lakini ndani yake walikuwepo akina Yezebeli, na wao wanapambana kulipoteza taifa la Israeli. Sikilizaji, wale waliokuwa wanapambana walikuwa wanapambana Amen. kuhakikisha watu wataumia, lakini Elia akatokea kama mkombozi. Pamoja na mapigano yote na mapambano yote na vita vyote, Elia akafanikiwa kumaliza ule msaada wa Yezebeli pamoja na mume wake Ahabu. Amen. Lakini bado Yezebeli akainuka akamwambia Elia, umeyafanya haya, unatafuta haki ya wana wa Israeli, sasa mimi na wewe kitaumana, Amen. mimi na wewe Amen. kitaeleweka. Amen. Biblia inasema Elia alichoka, Amen. Elia akaona kifo kiko mikononi, Amen. Elia alikata tamaa Amen. kwa sababu aliona vita imemzidi. Amen. Elia akachoka. Amen. Sikiliza msikilizaji, Ndio. nimetumwa kuja kukuamsha, Amina. nimetumwa kuja kukuamsha. Elia akajiombea, Amen. akasema, Bwana Mungu we, Amen. sasa naona sasa basi vita inaona inanizidi, Ndio. vita inaona inaniacha. Amina. Elia akakata tamaa. Nini kilitokea baada ya Elia kukata tamaa? Sikiliza vizuri, kitabu kile cha Wafalme wa Kwanza 19:1 hadi 8, nitasoma kwa haraka. Twende. Wafalme wa Kwanza sura ya 19 mstari wa 1 hadi wa 8 imeandikwa. Inasema nini? Basi Ahabu akamwambia Yezebeli Kamwambia mke wake Yezebeli hadi ya mambo yote aliyoyafanya Elia, bali ya mambo yote aliyoyafanya Elia, jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Ndipo Yezebeli akampelekea Elia mjumbe Ndipo Yezebeli akampelekea Elia mjumbe kusemaje? Miungu wanifanyie hivyo na kuzidi, Miungu walifanyie hivyo na kuzidi. sipo kufanya roho yako kesho. Rudia tena. Imeandikwa. Ndiyo. Mstari wa 2 tarudia. Ndiyo. Ndipo Yezebeli akampelekea Elia mjumbe, Akampelekea Elia mjumbe kusemaje? Mungu wanifanyie hivyo na kuzidi, Ndiyo. nisipo kufanya roho yako kesho panapo wakati huu, Ndiyo. kama roho ya mmojawapo wao. Ndiyo. Mstari wa 3. Ndiyo. Naye alipoona hayo aliondoka, Ndiyo. akaenda ahifadhi roho yake. Elia akaondoka akaenda kuhifadhi roho yake. Ndiyo. Akafika Beersheba
mji wa Yuda. Akafika Beersheba mji wa Yuda. Akamwacha mtumishi wake huko. Akamwacha mtumishi wake huko. Lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa mwendo wa siku moja. Yeye mwenyewe ndiye akaendelea katika shida mwendo wa siku moja. Twende. Akaenda akaketi chini ya mretemu. Akaenda akaketi chini ya mretemu. Akajiombea roho yake afe. Akakata tamaa. Akajiombea roho yake afe. Akasema, yatosha sasa Bwana. Yatosha sasa Bwana. Ondoe roho yangu kwa kuwa mimi ni mwema kuliko baba zangu. Ndio. Mstari wa 5. Na naye akajinyosha akalala chini ya mletemu. Elia akajinyosha akajilaza chini ya mti wa mletemu. Ndio. Natazama malaika akamgusa akamwambia inuka ule. Natazama malaika akamgusa akamwambia Elia inuka ule. Mstari wa 6. Ndio. Akatazama kumbe pana mkate umeokwa juu ya makaa. Elia alipogeuka akaona mkate umeokwa juu ya makaa. Na gudulia la maji kichwani pake. Akala akanywa akajinyosha tena. Akala akanywa akajinyosha tena. Mstari wa 7. Malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili. Malaika wa Bwana akamwendea Elia kwenye ile hali mara ya pili. Akamgusa akasema inuka ule. Akamgusa tena akamwambia Elia inuka ule. Ana safari hii ni kubwa mno kwako. Kwa sababu safari hii ni kubwa mno kwako. Mstari wa 8 imeandikwa. Ndio. Akainuka akala. Akainuka akala. Akanywa. Akaenda katika nguvu za chakula hicho siku 40 mchana na usiku hata akafika Herobu. Ndio. Mlima wa Mungu. Mlima wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe msikilizaji. Nilikuwa ninakupa kisa hiki. Amina. Ili uelewe kwamba mapambano yapo. Amen. Elia alipokata tamaa katika ulimwengu wa mwili. Amina. Mungu alimtuma malaika kwenda kumwamsha. Amen. Akamwambia, amina, ndani ya hali hii ulio nayo Elia, amina, lazima uamke tena. amina, Kwa sababu ninachokiona mimi kwako, amen, bado kazi unayo. ndio, Na nimekuleta duniani kwa sababu nina haja na wewe. mapambano bado yanaendelea. Amen. Elia kimsingi angeweza kumwambia Mungu mimi siwezi. Amina. Lakini pamoja Elia hawezi. Amen. Mungu akamwambia, ndio, nina mjumbe kutoka mbinguni. Amen. Atakaye shuka. Amina. Naye atakuja kukugusa. Amina. Sikilizaji, Amen. ni maombi yangu leo asubuhi, Amina, popote pale ulipokata tamaa, ndio, umelazwa huwezi kuamka, amina, watu wanakuona kimwili lakini umeshaumia, ndio, unapambana kimwili bila matokeo, amina, ninaamuru malaika aje akuguse kwa jina la Yesu. amina, kwa jina la Malaika aguse hitaji lako kwa jina la Yesu. amina, kwa jina la Yesu. Malaika aguse mpango ulionayo kwa jina la Yesu. Amina, kwa jina la Yesu. Malaika aguse hali yako ulionayo kwa jina la Yesu. Amina, kwa jina la Yesu. Ninachomwamini Mungu asubuhi ya leo, Amen. kila ulipokata tamaa utainuka kwa jina la Yesu. Amina, amina. Na mapambano yako yataendelea kwa jina la Yesu. Amen. Hautaishia hapo. Amina. Msikilizaji unayenisikiliza, Amen. mapambano yanaendelea. Amina. Na lazima uamke. Amen. Lazima usimame. Amen. Akamwambia, Amen. inuka ule. Inuka Amen. ule. Amen. Akili za Elia Ndio. zilikuwa zinafikiri Amina. kwamba huu ni mwisho wa safari. Amina. Kumbe mahali ambapo Amen. msikilizaji unasema hapo ni mwisho wangu, Amina. Mungu anaona ng'ambo ya kuona kwako. Amen. Amina. Mungu anaangalia ng'ambo ya kuangalia kwako. Amina. Niliwahi kusema nikiwa katika studio hizi, Amen. nilisema Ndio. msikilizaji, Amina. usife na vinavyokufa. Amina, 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 amina. Kubali akili yako ikafa. Usikubali akili yako Ndio. ikafa na vinavyokufa. Amen. Iache mipango ife, wewe endelea na mapambano. Amina, 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 amina. Nilikwambia Amina. wakoma waliwahi kubweteka. Ndio. Sikiliza, Amen. kipindi changu cha nyuma nilikwambia Amina. kwa nini unateseka. Amen.
Sio kwamba wewe una haja na Mungu, Mungu ana haja na wewe. Kwa hiyo anakutafuta ili urudi magotini pake, urudi katika ufalme wake. Na ndio maana Yesu alipokuja alituletea injili ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usife na vinavyokufa. Akili yako isilale. Tayari Elia kwa kuangalia akili yake akajiombea kufa, kakata tamaa kwamba haoni tumaini tena. Sikilizaji, tumaini lipo. Kwenye kazi inayoharibika tumaini lipo. Kwenye taifa linaloharibika tumaini lipo. Kwenye ndoa inayoharibika tumaini lipo. Kwenye hali ya ujana ulionao tumaini lipo. Ametumwa kukuamsha katikati ya hali yako ya kukata tamaa. Katikati ya hali yako ya kukata tamaa, lazima uamshe mawazo yako. Usiache hiyo ndoa, usiache hiyo kazi, usiache hiyo biashara, usimwache huyo mtu. Bado mapambano yanaendelea. Yupo atakaye kuja kukugusa. Anajua jinsi ulivyolia machozi. Anajua jinsi unavyoomboleza. Anajua jinsi unavyolia na taifa. Hey! Sikilizaji, hata kama umelala kitandani, hata kama umeweka gerezani, liko tumaini. Anatumwa atakaye kuamshwa. Ametumwa atakaye kuamsha. Kwenye hali yoyote hiyo, kwenye hali yoyote ile, lazima uamke kwa jina la Yesu. Nikiwa nakwenda mwishoni, msikilizaji, nisikilize pointi ya mwisho. Msikilizaji, sikiliza vizuri sana. Mungu, kitabu kile cha Matendo ya Mitume 12 mstari wa 5 hadi wa 8. Some kwa haraka. Matendo ya Mitume sura ya 12. Ndio. Na ule mstari wa 5 hadi wa 8 imeandikwa. Ndio, sikiliza vizuri. Basi Petro akalindwa gerezani. Ndio. Nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa, Petro akalindwa wapi? Gerezani. Petro akalindwa gerezani. Amen. Nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa. Usiku ule ule Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili. Usiku ule ule Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili. Amefungwa minyororo miwili. Amefungwa minyororo miwili. Walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye. Malaika wa Bwana akasimama karibu naye. Nuru ikamulika mle chumbani. Nuru ikamulika mle chumbani. Akapiga Petro ubavuni akamwamsha. Malaika akampiga Petro ubavuni akamwamsha. Akisemaje? Ondoka upesi. Ondoka. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Msikilizaji, nataka uikamate hiyo. Amen. Akatumwa malaika. Amen. Akamwambia Petro, ndio, haya sio majira kukaa hapa gerezani. Amen. Hapa sio majira ya kuchomoka. Haya ni majira ya kuchomoka. Amen. Haya ni majira ya kutafuta haki. Amen. Haya ni majira ya kujua utapataje uzima. Amina. Malaika akampiga ubavuni. Amina. Biblia inasema amina, Petro akaamka. Amina. Ha! Ndio. Sikiliza msikilizaji. Amina, amina, amina. Naposema kwa habari ya gereza, Amen. usiwaze sana niongea kwa habari ya gereza labda la Butimba. Amina. Naongea kwa habari ya gereza kama matatizo. Amina. Gereza kama magonjwa. Amen. Gereza kama hali mbaya kwenye maisha. Amen. Gereza kama hali mbaya kwenye taifa. Amina. Naposema gereza, Amen, usiwaze gereza amina, la Butimba.
Usiwaze gereza la kisasa. Waza gereza la kiroho ambalo ndilo sababu ya kukuliza machozi. Haleluya. Kuna wale Mungu alisema inuka, kwa maana shughuli hii inakuhusu wewe, haimuhusu mwingine. Shughuli ya kushughulikia ndoa inakuhusu wewe, kushughulikia taifa inakuhusu wewe, kushughulikia maisha inakuhusu wewe, kushughulikia mke wako inakuhusu wewe, kuyashughulikia maisha yako ya weje inakuhusu wewe, haimuhusu mtu mwingine. Kanisa likamwomba Bwana maombi yakaziamuru mbingu ziseme juu ya Petro. Maombi yakamsemesha Mungu. Mungu akatoa mjumbe wake, akatuma malaika. Itashindikaje kwako msikilizaji? Kwa nini umekata tamaa? Kwa nini unalia? Kwa nini unaomboleza? Kwa nini unatumaini? Kwa nini umeacha haki yako? Maombi. Sio mbingu zilimwona Petro wakati huu. Maombi yalisemesha mbingu. Mbingu zikatoa mjumbe. Asubuhi ya leo mbingu zitoe mjumbe kwa ajili yako. Mbingu zitoe mjumbe kwa ajili ya maisha yako. Mbingu zitoe mjumbe kwa ajili ya ofisi yako. Mbingu zitoe mjumbe kwa ajili ya kanisa lako. Maombi yakamsemesha Mungu. Maombi yakasemesha mbingu. Mbingu zikaitika kwamba yuko mwanamke amekaa gerezani, yupo kaka amekaa gerezani, lipo kanisa limekaa gerezani, wako viongozi wamekaa gerezani. Maombi yakasemesha mbingu. Biblia inasema kanisa likamwomba Bwana kwa juhudi. Sio liliomba kwa mazoea, sio liliomba kwa ulegea. Kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi. Sikilizaji, unayo nafasi nzuri ya kuomba kwa ajili ya familia za watu, kuomba kwa ajili ya taifa la Tanzania, kuomba kwa ajili ya wakuu wa mikoa, kuomba kwa ajili ya wabunge, kuomba kwa ajili ya wenyeviti wa mitaa, kuomba kwa ajili ya mabalozi, kuomba kwa ajili ya kila ofisi, kila idara. Bado nafasi unayo. Na wewe msikilizaji leo nisikiliza, ama ni mchungaji, ama ni nabii, ama ni mtume, ama ni mwinjilisti, bado una nafasi ya kuomba. Una nafasi ya kuomba. Mbingu zitaitika. Mbingu zitasema Watanzania tunatakiwa kuaje, wanandoa tunatakiwa kuaje. Anatumwa mjumbe. Mjumbe alipotumwa, cha kwanza akamgusa Petro, akamwambia amka. Petro akaamshwa. Na ukitaka kujua ilikuwa katika nguvu katika ulimwengu wa roho, maisha ya Petro yameharibika kwa sababu ya namna alivyo, kwa sababu ya namna ambavyo unawaza kwa akili zako. Ni alifanya kosa gani hadi akawekwa ndani ya walinzi vikosi vine? Ni kosa lipi alifanya Petro hadi akawekwa kwenye hali mbaya kama hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Sikilizaji popote unaponisikiliza, wewe ni mtu wa thamani sana. Vile ambavyo unajiona sivyo ndivyo ulivyo. Mungu anakuona kwa namna nyingine ya tofauti. Na ndio maana Samueli alipotumwa kwenda kumpaka mafuta Daudi, mzee Yese aliangalia nguvu ya kutangulia kuzaliwa. Kumbe alikwepo anayetakiwa kuamshwa, anachunga kondoo kama wanyama, amekaa polini, anapambana na dubu,
anapambana na simba. Kumbe Mungu ana mpango naye, anamtuma mjumbe Samueli, anamwambia nenda, lakini Yese kama mwanadamu yeye anaangalia mwilini. Samueli akasema, leo hapa hatutakula. Yupo anayetakiwa kuamshwa hapa, kwa sababu Waisraeli kule wanalia. Yupo anayetakiwa kuamshwa. Waisraeli wanalia, wanataabika, wanahangaika. Akaletwa wa kwanza, akaletwa wa pili, akaletwa wa tatu, akakataliwa. Akaletwa wa nne, letwa wa tano, kaletwa wa sita, kaambia hakuna. Yupo anayetakiwa kuamshwa hapa. Kuna Goliati anatamba, kuna Goliati ana kiburi, ana matusi, anatukana watu, anadharau watu, anajeuri, ni mchokozi. Anayetakiwa kuamshwa yuko ndani ya familia ya Yesu. Samueli akasema hatuli hadi huyo apatikane. Hatuli mpaka huyo apatikane. Hatuli mpaka huyo apatikane. Sasa turudi pale kwa Matendo ya Mitume, kwamba Petro akaamshwa gerezani. Sasa nataka nimalize tu kwamba alipoamshwa alifanya nini? Endelea hapa. Mstari wa 7 imeandikwa, mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani, akampiga Petro bavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Roho yake ikamwanguka mikononi. Ndio. Mstari wa 8. Ndio. Malaika akamwambia, ndio, jifunge, kavae viatu vyako. Ndio. Akafanya hivyo. Ndio. Kisha akamwambia, ndio, jivike nguo yako ukanifuate. Ndio. Mstari wa 9. Akatoka nje, akamfuata. Wala hakujua ya kuwa ndio ni kweli yaliyofanywa na malaika. Ndio. Bali alidhani kwamba anaona maono. Alidhani kwamba anaona maono. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikiliza msikilizaji wangu. Amen. Tuna neema ya ajabu sana. Amen. Katika nchi hii. Amen. Na hata kama wewe ni mgonjwa mahali, Amen, neema ya Mungu bado ipo. Amen. Na Mungu anataka kufanya kitu cha kipekee. Amen. Pale ulipo inua imani yako. Amen. Inua imani yako. Amen. Neema ya Mungu ni kubwa sana. Tumaini bado lipo. Amen. Neema ya Mungu juu ya nchi ipo kubwa. Amen. Amen. Ni waombaji wasimame. Amen. Yuko malaika anatumwa. Amen. Hata Tanzania yeye anatumwa. Ndio. Kwani unafikiri ni gani? Amen. Sodoma na Gomora alitumwa malaika. Amen. Ninawi kula alitumwa Yona. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwamba Mungu ana wajumbe wake. Ndio. Mungu ana wajumbe. Amen. Kaweza kumtuma. Amen. Nenda kawaokoe watu na dhambi zao. Amen. Hata kwako. Amen. Sasa hivi. Ndio. Majira haya. Amen. Mungu anaweza kutuma mjumbe wake. Mjumbe kwa jina la Yesu. Na lazima uwe tayari. Amen. Kumpokea mjumbe aliyetumwa. Amen. Ili akutengenezee njia. Amen. Ili akuongoze. Amen. Kwamba unaenda wapi? Amen. Unakwenda wapi? Amen. Wacha niombe. Amen. Leo hii popote pale ulipo, Amen. lazima mjumbe atue hapo. Amen. Mtakatifu wa Israeli, Baba wa milele, Mungu unayeishi, Mungu unayetawala, asante kwa mkono wako. Una nguvu nyingi sana. Kwa neema ya ajabu, naomba uachilie rehema kwa ajili ya taifa letu, vijana, wanawake wa kiume, wa baba na watoto. Naomba neema yako iwe na nguvu iliyojaa rehema, maana pasipo rehema zako Bwana Yesu tutapata wakati mgumu, lakini kwa rehema zako tunaweza kufunguliwa tena. Yule mjumbe aliyetumwa kwa ajili ya Petro, ninaomba atujilie tena, amjilie msikilizaji huyu pale alipokata tamaa, apokee nguvu za kuinuka, apokee nguvu ya kustawi, apokee nguvu ya kuendelea tena katika jina la Yesu. Na mimi kwa mamlaka ulionipa, ninafunga mamlaka ya ibilisi na wachawi na mashetani na waganga na maroho yote machafu, na yalazimisha katika jina la Yesu. Hayana nafasi juu ya vijana, juu ya wababa, juu ya wamama, juu ya wanasiasa, kwa jina la Yesu Kristo. Ninalazimisha kuanzia sasa, haki ya ufalme wa Mungu lazima isimame. Haki ya mwanakondoo lazima isimame. Haki ya mfalme wa haki lazima isimame.
Baba, ninaashiria neema yako juu ya taifa hili zima na juu ya msikilizaji huyu. Asante kwa sababu wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu, uliye na kusudi kwa ajili ya maisha ya mwanadamu, katika jina la Yesu, amen.